Mwisho tuko hapa na msichana mkubwa sana, mbunge wa miaka 29, Mheshimiwa Gacheri. Watu wa Mtwapa hamjambo? Kama unaniona nipungie mkono hivi jamani. Mimi nataka niambie serikali ya Kenya. Leo wamemuua kijana anaitwa Albert Ojwang. Tunataka mwanzo tujue walimshikia nini huyo kijana. Wanasema ya kwamba eti huyo kijana alikuwa ameandika kwenye mtandao wa X. Niulize serikali yetu, kijana amemaliza shule University 2021. Serikali hata hajampea kazi. Yaani serikali yenyewe inamshika, inamtoa kwao nyumbani mbele ya wazazi wake, alafu kisha wanamuua. Niwaambie ya kwamba wajue tarehe 9 mwezi wa 8 2027 watajua ya kwamba true power belongs to the people of Kenya. Niwaambie viongozi, lazima tukomeshe hii serikali ambayo inaua Gen Z. Yaani haijatosha walioua 25th of June 2024. Zaidi kila siku. Niwaulize itatosha lini kuwaua vijana wetu? Niwaambie ya kwamba Gen Z hatuwezi kubali waue vijana. Gen Z mpo? Gen Z mpo? Mtakubali waue magen Z? Asanteni sana, Mungu awabariki. Murango. Ndani Murango. Harambe. Harambe. Yangu ni machache sana. Kwa sababu yanayoendelea lazima kesi ya nyani uishia shambani, ama sio? Tutaimalizia shambani. Lakini ningetaka kuwaonya kitu moja. Wale wambunge wamechaguliwa na kasi yao kila siku ni kuimba maneno ya William Ruto na hakuna kitu inaendelea. Kuna mazoea kitanda dhaifu kusifu mwanaume ambaye hana nguvu za kiume. Kwa hivyo tutawaambia siku imefika, tuungane tuweze kutengeneza nchi. Asante sana na Mungu awabariki. Mtwapa kama unanisalimia nipungie kwa hewa, nipungie kwa hewa. Sisi tumeamua hakuna kulala, sio? Mtwapa msilale, la. Twende pamoja. Ngoja. Tunataka Ruto asikie, sio? Pamoja sana, sio? Mtwapa msilale, la. Mtwapa msilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Tafadhali, wakati wa kudhulumiwa umeisha, sio? Lazima sisi tujiami na kura zetu. Ndiposa tarehe 9 mwezi wa 8 2027 tumpeleke huyu nyumbani mara moja mpaka Sugoi, sio? Nikisema harambe mnasema watam. Harambe! Watam, sio? Harambe! Asanteni sana Mtwapa, Mungu awabariki. Makuzo nimewasalimia sana. Asante. Kabla ya kumwalika ndugu yetu, nyinyi watu wa Mtwapa, asanteni kwa kuja kwa ghafla, tena kwa wingi. Mjipigie makofi. Ni lazima kuna kitu fulani. Mimi nimewahi kusimama mara 2, mara 3. Lakini mliposikia Rigiji yuko in town mkatoka nyote. Mjipigie makofi. Ni kwa nini tukajitokeza tuje tuongee nanyi? Kenya iko katika hali ya hatari, tena hali ya tahadhari, kwa sababu ya ukekaji wa haki za kibinadamu. Na kwa hivyo nikisema harambee mtanipa huyu jamaa one term, nasikia analia, anasema yeye ataendelea na kazi
na wale wamuita one term. One term imekuwa national anthem. Sema one term. Tema inua kidole useme one term na si ile ya KANU. Kasongo one term. One term. Waende wasiende. Hata Wakenya wanalalamika hiyo 2027 ambaye Mawadhe anazungumzia juu yake tarehe 9. Wakenya wanaweza kufika huko namna gani ikiwa stailo ndio hii ya kuchukua vijana kuwapeleka police station kwa sababu wametumia haki yao ya kikatiba kutoa maoni. Msichana Rose Njeri, mimi nilienda kwa mahakama last week, hata nikakutana huko na Chief Justice Emeritus, tukaenda mbele ya mahakama ya magistrate kuuliza ni kwa nini huyu mtoto Rose Njeri ako na watoto wachache wawili anatoa maoni yake, kwa sababu kamati ya bunge imesema watu watoe maoni juu ya Finance Bill 2025. Kufanya hivyo anakamatwa. Siku ni Ijumaa, wanajua last Monday ilikuwa public holiday kwa sababu ya Madaraka Day. Anafungwa kinyume cha sheria siku 4 bila kupelekwa kwa mahakama. Tukaenda tukamtoa. Kwa hivyo hiyo tabia ya kutovumilia criticism, hii haiwezi kujenga nchi. Katiba ya 2010 ambayo Kibaki na sisi wenzake tulikabidhi Kenya hii inakupa uhuru wa kutosha. Kumbukeni hiyo. Na Kenya haiwezi kuwa kama nchi zingine. Tuko na katiba ambayo iko na nguvu, very strong on the rights of every citizen. Haki yako chini ya kipengele cha 37. Kumbuka hiyo. Kufanya maandamano, kupiga kelele unavyotaka, na hata uhuru wa kuabudu. Mambo haya yote, uhuru wa kutolala njaa, kipengele cha 43. Kwa hivyo katiba hii ndiyo ambayo ni nguzo ya Kenya hii, na hiyo William Ruto hatuwezi kuruhusu uiharibu. Uwezi. Hiyo katiba hauwezi, hata kama walikuwa naipinga hapo awali, lakini ndiyo kwanza ile kushikilia wewe mwenyewe. Hiyo katiba ndio ilimfanya Uhuru Kenyatta asije akakafuta kazi. Kwa sababu kama sio katiba hiyo ambayo mlichaguliwa pamoja, ulikuwa mgombea mwenza wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akakuvumilia mpaka ukatumia mbinu ambazo unajua, including kuchukua huyu ndugu Rigiji akawa mgombea mwenza wako. Lakini kinyume na yale, Uhuru alivumilia matusi mengi, kufanyiwa kutoadhibika kwa kazi, kutoajibika, akavumilia mpaka wewe ukamridhi Uhuru Kenyatta. Mgombea mwenza wako ni huyu Rigathi Gachagua. Kikatiba hiyo tikiti ni kitu kimoja. Yule sasa ambaye amechukua mamlaka ya Rigathi Gachagua, Kindiki, amechaguliwa na watu wachache. Huyu alichaguliwa na umma pamoja na wewe William Ruto. Kwa hivyo lazima uwe na tabia uvumilivu. Kama watoto hao wachanga wanachukuliwa na polisi, ati police cannot listen to criticism. We are telling you, this is a new country. Hii ni nchi ambayo vijana wake wamesoma, wameelimika, na wako kwa mitandao kikatiba, kihaki yao. Kwa hivyo jinsi nyinyi mmekomboa Kenya hii, na sisi tunataka mjue tuko pamoja nanyi. Tarehe 25 mwezi huu tumetangaza, mkikubaliana na sisi, it will be a public holiday, jinsi national holiday, ili kukumbuka wale watoto ambao waliuawa. Wale watoto wameuawa na serikali ya Kenya kwanza, ama is it Kenya kuisha? Hatutakubali Kenya ishe. Wao ndio wataisha, Kenya haitaisha, ama sivyo? Wangapi wanasema lazima waende nyumbani hawa jamaa? Harambee! Harambee! Jensi mpo? Hebu nyonyesha jamii kama mko hivi jensi. Unajua ile jensi. Alafu Rigiji amekuja kutafuta makasins wake. Akitafuta makasins wake, kuna ubaya? Kuna ubaya?
yule Mkenya ambaye anavinyiliwa na serikali ya Ruto, yule Mkenya ambaye hawezi kwenda university akasoma bila kupa ile useless funding model, yule mwananchi wa Kenya mama mboga boda boda ambaye anavinyiliwa na uchumi wa Ruto, huyo Mkenya huyo ni cousin wa Rigiji na ni cousin wangu. Makazini mpo? Makazini mpo? Hakuna anayekumbuka mambo ya mahasla. Sasa zote ni cousins. Sema cousins. Sema cousins. Cousins mupo? Ngoja musikie sauti ya Simba mwenyewe, Mheshimiwa Rigiji. Haya, Mtwapa hoye. Maybe kabla niseme huyu kijana kutoka hapa Kilifi, Furaha, patia microphone aseme jambo very briefly. Wapwani hoye! Wapwani hoye! Mimi ni neck member wa DCP, na DCP tunasema sikiza ground. DCP! Kwa majina naitwa Furaha Chengo Ngumbao Kalamawehu. Your Excellency Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua. Kuna shida iko ndani ya Mtwapa, hawajatuambia, ninaiongea hapa. Yule waziri ambaye anasemekana ni wa mining, Bwana Katerina Joe, alifunga timbo pale jaribuni, watu wa Mtwapa na Kilifi wanalia. Timbo ile ametuma haifunge na William Samoei Ruto kwa sababu wabebe kokoto wapeleke Dubai. Wakazi wa Kilifi na pwani nzima hatuna ajira, sababu ni Katrina na Mung'aro na huyo Kasongo wao. Nataka munisaidie niokoe watu wangu wa pwani. Manake Mheshimiwa Kalonzo, uliposhikana na Karisa Maita la Kibaki, pwani hii ilipata hadhi yake. Hivi sasa munishike mkono, msaidie wa pwani wangu, munipe mawakili, tuweke petition, timbo ya pale jaribuni ifunguliwe. Mwaka jana tulipata msaada wa Wataliani milioni 300,530 pale barabara ya Ngomeni. Barabara ya Ngomeni Kasongo pesa amezila, contractor ametoka, barabara bado ni mashimo, watu wangu wanateseka, magari yanaumia, mchanga haubebeki. Munitengezee petition, barabara pesa za Ngomeni zipatikane. Sina mengi, ni hayo machache. Mwenyezi Mungu awabariki Kenya, nawapenda sana. Asante. Mtwapa hoye. Mtwapa hoye. Muko sawa watu ya Mtwapa? Rigiji amefika hapa leo, si ndio? Nataka tuongee, si ndio? Alafu niingie hapa nichape moja mbili ya kutafuta usingizi. Si hiyo ni sawa? Si wazee kutafuta usingizi ni sawa? Mimi nimekuja hapa kusikiza ground. Mtwapa mnasemaje hapa? Mtwapa mnasemaje? Mtwapa mnasemaje? Hapa ni one term. Harambee. Wewe Kasongo. Wewe Zakayo. Wewe Kaongo. Wewe Arap Mashamba.